Na wakaribisheni sana kwenye hiki kipindi. Saida Karoli amezaliwa mkoani Kagera tarehe 4 Aprili mwaka 1976. Ni mwanamuziki wa nyimbo za asili ya Kihaya nchini Tanzania. Saida Karoli alipata elimu ya msingi mwisho wa darasa la 5 tu, ambapo ilibidi aache shule kutokana na kukosa msaada kutoka kwa baba yake ambaye hakuwa anaitazama sana elimu ya mtoto wake, hivyo hakuweza kuendelezwa. Saida Karoli alikulia katika kijiji cha Rugongwe, wilaya ya Bukoba, mkoani Kagera. Kutokana na mila za ukoo wake, wasichana walikuwa hawaruhusiwi kushiriki katika shughuli za kimuziki. Hata hivyo, kwa vile mama yake alikuwa na kipaji cha muziki, alimupa moyo na kumfundisha masuala mbalimbali ya kimuziki. Akiwa na miaka 20, mama yake mzazi alifariki dunia, lakini Saida Karoli aliendelea kujijengea kipaji chake cha uimbaji na upigaji ngoma. Kipaji cha Saida Karoli kiligunduliwa na Felician Muta, mkurugenzi wa FM Production. Aliwahi kusikia sauti ya Saida kupitia watu waliomrekodi wakati wa shughuli za kijamii kijijini. Baada ya kumfuata hadi kijijini kwao, alimtambulisha kwenye studio jijini Dar es Salaam, ambako Saida Karoli alirekodi albamu yake ya kwanza, Chambua Kama Karanga, mwaka 2001. Albamu hiyo ilimpatia umaarufu mkubwa Afrika Mashariki, hasa kupitia wimbo maarufu Maria Salome. Kukua kwake kimuziki, kipaji cha usanii wa muziki kwa Saida Karoli kilijitokeza ghafla baada ya kujikuta akichukuliwa na kudhaminiwa na FM Production Limited waliokuwa mkoani Kagera wakitafuta wasanii wenye vipaji kwa ajili ya kuendeleza. FM ilimchukua Saida Karoli wiki 3 tu kurekodi nyimbo yake ya kwanza iliyotoka na kuishitoa Dar es Salaam nzima pamoja na nchi za jirani za Afrika Mashariki. Albamu yake ya kwanza ilizinduliwa tarehe 2 Septemba mwaka 2001. Albamu hiyo ilipata mafanikio makubwa na kupata umaarufu mkubwa sana kwa kuwa albamu hiyo ilikuwa na vionjo vingi vya kabila ya Kihaya. Albamu hiyo ilijulikana kama Maria Salome, japokuwa mashabiki wake waliibatiza jina la Chambua Kama Karanga kutokana na maneno aliyokuwa anaimba katika nyimbo ya Maria Salome, nyimbo iliyobeba jina la albamu. Albamu hiyo ilifuatiwa na ziara kubwa alizokuwa anafanya katika nchi za jirani kama vile Burundi, Rwanda, Uganda na Kenya, ambapo alipata mafanikio makubwa na Saida Karoli kujikuta akibatizwa na kupewa jina la Malkia wa nyimbo za asili. Lakini pia Saida Karoli alifanikiwa kutoa korabo na wasanii wakubwa kama vile Diamond Platnumz na Rayvanny kupitia nyimbo ya Salome. Haya ni mafanikio yake katika muziki. Mara tu Saida kutoa albamu yake, wimbo wa Maria Salome ulimupa chati katika 10 bora za maredio kadha wa kadha nchini Tanzania na kufikia namba 1, ikishikilia nafasi hiyo kwa wiki 6 mfululizo. Nyimbo zingine zilizotamba katika albamu hiyo ni pamoja na Kaisiki na Ndomboro. Baada ya miezi 3 tu tangu kutoa albamu hiyo, Karoli alipata mwaliko wa kuimba Uganda, akialikwa na Kabaka wa Buganda katika sherehe ya kitamaduni kama mmoja wapo wa wanamuziki aliyefanikiwa Afrika na kujulikana sana nchini Uganda, na pia kumfanya kuwa mwanamuziki wa mwaka katika sherehe ile nchini Uganda. Kujulikana kwake kwa kasi nchini Uganda kulisababishwa na matumizi ya lugha ya Kihaya, lugha inayofanana zaidi na lugha ya Kiganda, sauti nyororo ya kuvutia na vionjo kibao vya kuvutia vya kijadi katika nyimbo zake. Mnamo mwezi Juni mwaka 2003, Saida Karoli akatoa albamu nyingine nzuri iliyokwenda kwa jina la Mpenzi Kizunguzungu na kuweza kuteka soko la muziki tena kwa mara ya pili kutokana na vionjo kama vya awali vya kijadi. Hata hivyo, Saida Karoli ametoa shukrani zake za dhati kwa mkurugenzi mkuu wa FM Production Limited Bwana Felician Muta kwa kutoa kipaji chake na kumpandisha chati kama mojawapo wa wanamuziki maarufu nchini Tanzania. Muta amesema nia yake kwa msanii huyo ni kuona Saida anajulikana na kushika chati katika bara zima la Afrika na kuweza kufanya ziara za kimuziki katika nchi nyingine duniani. Kutokana na uwezo alionao na kipaji katika masuala ya muziki, ni rahisi kugundua kuwa mwanamuziki huyo
ana kiwango cha kuweza kupata mashabiki wa muziki wake mbali na Tanzania na Afrika Mashariki tu, bali hata nje ya Afrika. Nyimbo zake zilizotamba sana, wimbo wa kwanza ni Maria Salome, wa pili ni Kaisiki, wa tatu Ndomboro, wa nne Mimi Nakupenda. Nyimbo zake zingine ni kama vile Mama wa Kambo, Dada Rukia, Ajali ya Ntokera, Harusi, Maisha na Uoro. Hizi ni mojawapo ya album alizozitoa Saida Karoli. Album ya kwanza ni Chambua Kama Karanga au Maria Salome, album aliyoitoa mwaka 2001. Album ya pili ni Mapenzi Kizunguzungu, aliyoitoa mwaka 2003. Album ya tatu ni Harusi, aliyoitoa mwaka 2004. Album ya nne inaitwa Mimi Nakupenda, alitoa mwaka 2005. Album ya tano inaitwa Neri, alitoa mwaka 2008. Album ya sita aliita Akatambara featuring Baruno K Hanson, aliyoitoa mwaka 2018. Mnamo tarehe 18 Septemba mwaka 2016, mwimbaji maarufu wa Bongo Flava Diamond Platnumz aliutoa upya wimbo wa Maria Salome kwa jina la Salome, ambamo ndani yake amebadili kidogo na kufanya kuwa kizazi kipya. Saida Karoli ni mama wa watoto kadhaa na amewalea katika mazingira changamoto nyingi. Aliwahi kukiri kuwa kuna wakati alilazimika kukaa gesti kwa malipo ya kila siku kutokana na hali ngumu ya maisha. Kukosekana kwa msaada wa kifamilia na kiusimamizi kulimfanya ashindwe kufaidika ipasavyo na kazi yake ya muziki. Hizi ni mojawapo ya changamoto alizokutana nazo. Changamoto ya kwanza, mikataba mibaya. Alisainishwa mikataba bila kuelewa masharti kutokana na kutojua kusoma na kuandika vizuri. Changamoto ya pili ni unyonyaji. Wasimamizi wa awali walichukua haki miliki za nyimbo za albamu zake bila kumpatia mapato stahiki. Changamoto ya tatu ni kupotea kimuziki. Baada ya mafanikio ya awali, alipotea kwa miaka mingi kutokana na matatizo ya usimamizi na kifedha. Katika historia kuna msanii wa hip hop ambaye aliwahi kumtembelea. Huyu si mwingine ni Chidi Benzi. Ameonyesha wasanii wengine hali ya kumkumbuka na kumkubali mwanamuziki mwenzake wa zamani Saida Karoli, na kuwaomba Ayo TV wamtafute na wafanye naye mahojiano. Hali hii imeibua hisia za mashabiki wa Saida Karoli baada ya ukimya wa muda mrefu wa msanii huyo bila kufanya muziki na kutojulikana kipi kinaendelea katika kazi yake ya muziki. Kiukweli mimi nakushukuru sana kwa kunitegea sikio na kunitazama hivi leo. Nimekuwa nikimzungumzia msanii Saida Karoli aliyejulikana sana kutokana na mchango wake aliotoa kimuziki. Alijulikana sana katika nyimbo zake nyingi za asili ya Kihaya, ambayo hii ni mojawapo ya lugha ambazo zinazungumziwa sana nchini Tanzania. Kwa majina mimi naitwa Manase Manirakiza aka Naibu Kilonzo. Asanteni sana kwa kunitegea sikio. Kwa herini kwa sasa.